Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Sport Arena, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika ya kukusanya wachezaji muhimu kabisa kwenye kikosi chao kwa ajili ya maandalizi ya msimu ujao. Ikumbuke kwamba tajiri Mo Dewji amedhamiria zaidi sheli ya kwamba msimu ujao bila kuweza kuweka fedha hakuna kinachofanyika. Sasa ameamua kuweza kufungua benki kwa ajili ya kuweza kusajili nyota wakubwa wenye hadhi na uzoefu mkubwa kabisa na soka la Afrika, ambao wataweza kuisaidia klabu ya soka ya Simba Sport Club kuweza kufikia malengo yake ambao ameweza kujiwekea, huku ukiweza kushuhudia usajili ukianza mapema. Ni dhahiri shahiri ya kwamba tayari klabu ya soka ya Simba wapo katika mpango mkakati ambao si hadithi za kusimuliwa, bali ni kwa vitendo wameonyesha kufanya, ambapo leo hii wameweza kuweka bayana orodha ya wachezaji ambao tayari wamesajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Yani si kwamba wapo kwenye majadiliano au wapo katika mchakato, hapana. Hawa ni wachezaji ambao tayari wako katika mfumo wa kuingia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba, wakisubiri tu msimu kuweza kumalizika. Ni kina nani hao? Utakwenda kuwajua hapa. Wametokea wapi? Wamesaini mkataba miaka mingapi? Wanakuja kuchukua nafasi za kina nani? Hayo yote na maswali ambao wanakuwa wanaweza kujiuliza, basi majibu yake niko nayo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa, nazungumzia si wengine bali ni Sport Arena, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana. Klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambacho kinachoendelea kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanakusanya majembe yote mazuri na kuyaweka sehemu moja, kuhakikisha kwamba msimu ujao unakuwa ni msimu wa moto, msimu wa mafanikio na msimu wa kurudisha heshima ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa leo hii mapema kabisa, ambapo uongozi wa klabu ya soka ya Simba inaelezwa kwamba wamepata mbadala wa mtu ambaye inaelezwa kwamba anaondoka kwenye kikosi cha klabu hiyo, ambapo taarifa zinaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club zinaendelea kuweza kushika kasi, ambapo ni tetesi juu ya kile kinachoendelea kuhusiana na mabingwa wa Tanzania bara Simba Sport, huku taarifa zikieleza kuwa mabosi wa klabu hiyo wameanza kufanya tathmini ya kina juu ya uwezekano wa kumnasa saini ya nyota wa Mamelodi Sundowns Mali Bongwe Konza katika dirisha kubwa la usajili linalotarajiwa kufunguliwa hivi karibuni. Konza ambaye ni kwa sasa ana umri wa miaka 22 anatajwa kuwa miongoni mwa vijana wenye uwezo mkubwa ndani ya soka la Afrika Kusini, hasa kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi zaidi ya moja uwanjani. Taarifa zinaeleza kuwa Simba wanamtazama nyota huyo kama mmoja wa wachezaji wanaoweza kuziba pengo la Alassane Kante endapo kiungo huyo ataondoka ndani ya kikosi hicho mwishoni mwa msimu huu. Mbali na kucheza kama mlinzi wa kati, Konza pia na uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ya kiungo mkabaji, jambo ambalo limeonekana kuwavutia zaidi mabosi wa Simba, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisaka mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi mbili tofauti kwa kiwango cha juu. Katika michuano mbalimbali aliyoshiriki akiwa na timu ya taifa ya Afrika Kusini, nyota huyo aliwahi kutumika zaidi kama kiungo wa chini kutokana na uwezo wake wa kukaba, kusoma mchezo pamoja na kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Hata hivyo, akiwa ndani ya Mamelodi ametumika zaidi kama beki wa kati kutokana na uimara wake kimwili pamoja na uwezo wake kucheza mipira ya juu. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kwa sasa kwa Simba ni kuhakikisha kwamba wanampata nyota huyo. Lakini katika taarifa nyingine kubwa kabisa
ni taarifa pengine huenda isiwe njema kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, ni kuhusiana na kocha msaidizi Suleiman Matola kuhusishwa kuondoka kwenye kikosi cha Simba mwishoni mwa msimu huu, ambapo inaelezwa kwamba Geita Gold wamemrejesha tena Suleiman Matola ambaye kwa sasa ni kocha msaidizi wa Simba. Ndoa ya Suleiman Matola na Simba inafika tamati mwishoni mwa msimu huu. Simba na Matola wamefikia makubaliano ya kutoendelea kwa msimu ujao, huku taratibu za kumpatia kazi Matola zikiwa zimekamilika. Matola amewahi kuifundisha Geita Gold miaka ya nyuma na sasa anarejea kwa mara nyingine kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Geita Gold, akiweza kuwapiga chini wekundu wa Msimbazi Simba, huko anakwenda kuwa miongoni mwa, hapa nazungumzia makocha, anakuwa kocha mkuu tena, sio kocha msaidizi kama ilivyo kwa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Uwezo wake, experience, amefanya kazi na watu wengi kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka Simba. Yani amefanya kazi na makocha wengi, zaidi ya makocha 10 ndio wapo. Lakini anazungumza mwenyekiti bodi ya wakurugenzi Cletus Magori, anasema ya kwamba kuna mambo mawili bado tunafanyia kazi: usajili wa baadhi ya wachezaji wa kigeni, kwa sababu tunataka kuleta wachezaji wazuri zaidi ambao wataongeza nguvu ya kikosi chetu kuliko tulipofika sasa. Tunatafuta striker na tunaamini tutapata mchezaji bora zaidi kuliko tulionao kwa sasa. Ni kweli eneo hilo linafanya vizuri, lakini tunaamini lingeweza kufanya vizuri zaidi kama tungekuwa na wachezaji bora zaidi, ambapo ukiweza kushuhudia ukiweza kuwa namna gani ambavyo wakihakikisha kwamba kile kinachowezekana kinapatikana, ambapo klabu ya soka ya Simba wanahakikisha hilo liweze kufanikiwa. Kwa hiyo ni namna gani ambapo klabu ya soka ya Simba wamekuwa na mwendelezo mzuri katika usajili wao, ambapo wameingia tena mawindoni kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinachowezekana. Lakini klabu ya Simba katika kujiimarisha, inaelezwa kama imefikia katika mazungumzo ya kumsajili kiungo mshambuliaji wa Coastal Union Bakari Msimu. Nyota huyo ambaye pia ni miongoni mwa wachezaji wa Taifa Stars amevutia vigogo hao wa Msimbazi kutokana na kiwango chake bora alichokionyesha msimu. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa Simba imeonyesha nia kubwa ya kumpata kiungo huyo na kwamba makubaliano kati ya pande husika yamefikia hatua nzuri. Bakari Msimu amekuwa mmoja wa wachezaji muhimu ndani ya Coastal Union, huku uwezo wake kutengeneza nafasi, kucheza nyuma ya washambuliaji na kusaidia timu katika maeneo mbalimbali ukimfanya kuwa miongoni mwa viungo wanaofuatiliwa kwa karibu katika soko la Tanzania. Iwapo usajili huu utakamilika, Msimu utakuwa miongoni mwa nyongeza muhimu zinazotarajiwa kuimarisha kikosi cha Simba kuelekea mashindano ya msimu ujao. Kwa hiyo sajili zinaendelea kuweza kumiminika. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau kusubscribe na kubonyeza